lengo la kufanya hivyo ni kusogeza huduma kwa wananchi, na fedha ile inakuwa haitoshelezi. Lengo tunahitaji nyie wadau wakubwa ambao chama na serikali huwa zinashirikiana, muhimize wananchi kutoa nguvu zao kwa ajili ya kufanikisha miradi ya maendeleo. Tumekwenda tumefungua barabara mpya ambao toka operation vijiji mwaka 74 ilikuwa bado haipitiki. Kuanzia namba 3 pale kwenda namba 4. Na juzi walikuja watu wa TARURA wamekuja kuangalia barabara ya Uswaga ambayo na milioni 200, lakini wamekuja kuangalia barabara kutoka Mwenge kwenda Simbo kule. Barabara itakuja kuanza kuchongwa hizo mwezi wa 6. Lakini barabara hii iliyoharibika, nilikuwa naongea na meneja wa TARURA ameniambia hiyo barabara inakuja kurudiwa mwezi wa 6, italimwa kuanzia namba 1 mpaka Kapuku. Ukienda kwenye ofisi ya kata huwezi kuitofautisha, Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya mkurugenzi na ofisi ya kata tulionayo hapa kwenye ofisi ya kata. Ni ukweli usiopingika, kazi kubwa imefanyika. Lakini ukitoka hapo, tumepokea shilingi milioni 50 kwenye zahanati yetu ya Kiloli. Tumejenga matundu ya vyoo, tumemalizia nyumba ya mganga ambayo ilikuwepo kwa miaka mingi, ilikuwa haijaweza kukamilika. Ukienda Ipembe, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenezi utakuwa shahidi, lakini Mheshimiwa mbunge ulikuja. Kati ya changamoto ulizokutana nazo Ipembe, watu walifika mahala wakazungumza kwamba ile barabara walitamani uje mwezi wa 4. Ile changamoto Mheshimiwa mbunge ni kuhakikishia imepungua. Na hivi karibuni barabara hiyo inaenda kukamilika kwa 100%. Wito wangu kwa wazazi wenzangu, viongozi wa chama chetu cha Mapinduzi, ni vizuri sasa na nyinyi mkaunga mkono jitihada za serikali kuhakikisha watoto wetu wanakwenda shule, kuanzia sisi wenyewe tuliomo humu ndani, ili tukapate na nafasi nyingine ya kuambia wenzetu wa nje ni lazima tujitazame sisi tuliomo humu ndani. Watoto waende shule, mashule haya ambayo vyumba vya madarasa vimejengwa kama alivyosema Mheshimiwa Diwani, na mimi nimeongezea, vikafanye kazi. Na kwa nini umzuie mtoto nyumbani ili mwisho wa siku upate faini? Kwa nini ufikie kupata faini na uende ukaichukie wewe serikali yako? Maana ukipigwa faini hata kutoka moyo, nataka mnasema serikali ya kwetu ya CCM imetokana na sisi, lakini moyo lazima unaumia. Wakati mwingine utaumia kwa kumchukia ile kupiga faini kwa jambo ambalo liko wazi. Kwa hiyo niwakumbushe viongozi wa chama, hakikisheni watoto wetu kama wapo kwenye nyumba zenu wanahudhuria shuleni kwenye masomo. Jambo lingine ni lile la chakula mashuleni. Ni vizuri nalo sisi kama wazazi tukalipa kipaumbele, kwamba bila watoto kula mashuleni ule utulivu wa kujifunza unapungua. Kwa hiyo ni vizuri chakula ambacho angetegemea kama angekuwa yupo nyumbani mchana angekila, basi kihamishie pale shuleni akakilie huko, ili apate utulivu wa kujifunza akiwa ameshiba. Mtoto kuanzia saa 1 mpaka saa 11 anarudi nyumbani. Na bahati mbaya maeneo yetu ya jiografia yake haijakaa vizuri. Kuna wengine wanatembea kilomita nyingi tu watoto. Kwa hiyo mara kila siku, wakati mwingine hilo tu nalo linaweza kumsababisha akatoroka shule akifikiria leo nikienda nikashinde nayo, na kesho niende nikashinde nayo. Basi kwa mawazo ya utoto wakati mwingine unaweza kujikuta anakwamia njiani, haendi shule, anakwama tu kwenye mapela, kwenye mizambalao, au wakati mwingine kuwinda hata ndege polini umomo. Kama ana moto wake sasa atachoma tu, anapata kitoweo, akinywa na maji, siku imeenda. Sasa ili tusifike huko, tubaki na swala ufuatiliaji. Mzazi kama mzazi ni vizuri ukajifunza kuangalia madaftari ya mwanao, kwamba leo tarehe 19 ameandika wapi, ili ukikosa palipoandikwa umuulize kwamba kwa nini hujaandika, akwambie mwalimu hakuwepo. Na akikwambia mwalimu hakuwepo, hata mtoto wa jirani yako yupo, linganisha majibu ya mtoto na yule mtoto wa jirani, naye atasema mwalimu hakuwepo. Naye akikujibu hivyo, basi hatua zingine unaweza kaendelea nazo kama mzazi, ili mwisho wa siku basi hawa watoto wapate utulivu wakati wa kuendelea kujifunza. Kwenye jimbo hili tulikuwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya 865. Basi na walikuwa mkiitisha mkutano mkuu wa wilaya wanakuja 670, 700. Wengine wanakuwa na sababu mbalimbali,
lakini kwa sababu quorum imefika, kikao kinafanyika na kura zinapigwa. Leo hii jimbo la Sikonge tutakuwa na wajumbe 13,800. 13,800. Kwa hiyo tumeongeza wingi. Maana yake kuna wajumbe wapya ambao hawajawahi kunifahamu kwa karibu kama wajumbe. Nisingeomba kikao hiki kwenye chama nikaruhusiwa, maana yake ni kwamba waweza kuniona siku ya kampeni ndio wakaniona mara ya kwanza. Sio kitu kizuri. Na mimi ndio mbunge niko madarakani. Kwa nini unione mara ya kwanza wakati wa kampeni unasubiri kura za muone? Kwa hiyo ndio maana nikasema dhumuni la kwanza, lengo la kwanza ni kufahamiana. Mimi Joseph Kakunda, mbunge wa Sikonge, mnifahamu. Wale wajumbe wapya na wa zamani